smart. Think smart. Think smart. Karibu ndugu mpendwa mpambanaji, katika kipengele hiki nitazungumzia kuhusu umuhimu wa kujifanyia tathmini. Vile vile nitashare na wewe maswali makuu matano aliyoyatoa Dr. Myles Munroe katika sehemu ya kujifanyia tathmini katika safari ya mafanikio. Ndugu yangu, kumbuka kwamba katika maisha bila kujifanyia tathmini ni vigumu sana kufanikiwa. Tathmini ina nguvu sana, kwani inakuwezesha kujua hatua uliofikia katika maisha yako, katika malengo yako, katika kusudi lako la kuzaliwa, na pia kuidentify gaps au naita areas of improvement. Kwa hiyo nakusihi sana uweze kujifanyia tathmini, hasa katika kujua kama kweli unaishi kusudi lako la kuzaliwa. Peter Drucker aliwahi kusema kwamba you can't manage what you can't measure. You can't manage what you can't measure. Ikiwa na maana kwamba ni vigumu sana kufanikiwa katika maisha bila kujifanyia tathmini au bila kujifanyia tafakari na kujua hatua ulionayo ili kuweza kuchukua hatua nyingine zaidi ya kuweza kurekebisha pale unapopaswa kurekebisha. Kwa ndugu yangu, na kuomba uweze kuchora mstari, andika mstari huo 1 mpaka 10. Kuanzia 0 mpaka 3, manake haujitambui kabisa katika maisha yako. Unaishi kwa kubahatisha, unaishi maisha ya kuungaunga. Kuanzia 4 mpaka 7, unaishi maisha ya kujitambua lakini bado hujafikia viwango vya hali ya juu. Manake unajitambua lakini bado hujafikia kilele cha kusudi lako la kuzaliwa. Na kuanzia 8 mpaka 10, manake tayari umekwisha gundua kusudi lako la kuzaliwa, unaishi viwango ambavyo Mwenyezi Mungu amekusudia katika maisha yako. Kwa hiyo lazima utafakari, ikiwa na maana kwamba lazima ufanye self reflection ya maisha yako halisi. 2, lazima ujitafakari au ujitathmini kwa ajili ya kufanya evaluation, na mwisho uendelee kupambana kutafuta areas of improvement katika maisha yako ili uweze kupiga hatua moja mpaka hatua nyingine katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifanyia tathmini. Sasa nikupeleke katika maswali makuu matano aliyozungumzia Dr. Myles Munroe ambayo yatakujengea msingi mkubwa sana katika kujifanyia tathmini. Swali la kwanza na la msingi, je, mimi ni nani? Yaani wewe ni nani? Utambulisho wako ni nani? Ukipita sehemu, watu wanakujua wewe kama nani. Nini identity yako? What's your life's identity? Watu wanakutafuta kwa kitu gani? Unatatua changamoto gani katika jamii? Hiyo ni muhimu sana kujiuliza, wewe ni nani? Your life identity. Hapa kwa jina lingine tunaita kwamba brand yako ni nini? 2 ni nimetoka wapi? Swali la pili, nimetoka wapi? Ikiwa na maana kwamba nini asili yako, nini chanzo chako? Nimetoka wapi? Ni muhimu sana kujua umetoka wapi. Usipojua umetoka wapi, hautojua unaelekea kwenda wapi. Swali la 3, je, kwa nini nilizaliwa? Hili ni swali la muhimu na la msingi sana katika maisha. Hapa ndipo kiini cha kusudi au wajibu wako, lengo lako la kuzaliwa kilipojificha. Kwa hiyo lazima ujue kusudi lako la kuzaliwa. Katika kila kitu unachokifanya, ukifanya nje ya kusudi lako la kuzaliwa, utakiona ni kitu kigumu, au utaona maisha ni magumu, haupati matokeo na utaweza kulipwa kulingana na matarajio yako. Kwa hiyo ni swali la 3. Swali la 4, je, ninaweza kufanya nini? Hapa nazungumzia kipaji, kalama, talanta au uwezo wako maalum au uwezo wa kipekee ambao umejaliwa na Mwenyezi Mungu. Inaitwa life potential. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua nini potential yako katika jamii. Watu wataona nini kitu tofauti katika maisha yako. Hiyo ni life potential. Na swali la 5 na la mwisho, je, ninaelekea wapi? What's your life's destination? What's your life's legacy ambayo unatakiwa uiache hapa duniani? Kwa hiyo hatima ya maisha yako ni muhimu sana. Kwa kujiuliza maswali matano yatakusaidia kuendelea kujenga maisha yako, mafanikio yako, na safari yako ya maisha itakuwa ya impact katika jamii. Kwa hiyo endelea kupambana, endelea kufanyia tathmini na ishi kusudi lako la kuzaliwa. Kwaheri.